Pombe ni kinywaji kinachogusa mamilioni ya watu kwa sasa, na kwa kawaida ukinywa pombe kwa wakati huo hutahisi athari zake, lakini ni kitu kinachojitengeneza taratibu kwenye mwili wako. Matumizi ya pombe huweza kuleta athari kwa afya ya mwili na akili ya mtu yoyote kadri muda unavyosonga mbele, na athari hizi huweza kuonekana zaidi ikiwa unakunywa kinywaji zaidi ya kimoja au viwili kwa muda mrefu. Watu wengi wanafikiri kuwa kunywa kinywaji hiki mara moja tu au bia moja, wenyewe wanaita tunaonja, au glasi moja ya wine hawapati madhara. Wanasahau kuwa itafika wakati wanajijengea mazoea kuhitaji kinywaji hicho mara kwa mara, ambayo kitaalamu tunaita urahibu. Urahibu ambao mwisho wa siku unakupelekea kupata madhara kwenye afya yako. Sasa ni madhara yapi hayo? Tuungane kwa pamoja mpaka mwisho ili kuona ni jinsi gani pombe inavyoweza kuathiri mwili wako, ubongo na afya yako kiujumla. Kabla sijaendelea mbele, nikukumbushe kusubscribe channel yetu kama bado, ili usipitwe na maudhui mazuri kama haya. Athari ya kwanza ni tatizo la ini. Unywaji wa pombe husababisha maradhi ya ini yajulikanayo kama cirrhosis, ambayo ni maradhi ya ini kushindwa kufanya kazi yake kutokana na matumizi mabaya ya pombe kwa muda mrefu, kisha kupelekea seli za ini kuchubuka au kuwa na makovu. Na kadri ini linavyozidi kuharibika zaidi, hushindwa kuondoa sumu mwilini mwako kwa ufanisi, hivyo husababisha kujilimbikizia taka na sumu zinazoweza kukuweka kwenye hatari ya matatizo mengine makubwa sana ya kiafya. Athari ya pili husababisha matatizo ya moyo. Kati ya sehemu zako za mwili ambazo huathiriwa na matumizi ya pombe, basi moyo ni mojawapo ya sehemu dhaifu sana. Unywaji mkubwa wa pombe huongeza hatari ya shinikizo la damu, na linapoongezeka na kuwa kubwa huleta madhara kwenye moyo na mishipa ya damu, hali inayopelekea matatizo kwenye moyo kama vile kiharusi, ugonjwa wa moyo na mishipa ya moyo kudhoofika, kitaalamu kama cardiomyopathy. Athari ya tatu ni ongezeko la hatari ya kupata saratani. Inathibitika kuwa matumizi makubwa ya pombe, haswa kwa kushirikisha na uvutaji wa sigara, huongeza hatari ya kupata saratani ya koo, utumbo mpana, shingo, ini na kadhalika. Tafiti pia zinaonyesha hatari iliyoinuka ya saratani ya ngozi, tezi dume na kongosho kumpata mnywaji mkubwa sana wa pombe. Taasisi ya kiafya ya saratani inaripoti kuwa pombe inaweza kuongeza hatari ya saratani ya kichwa na shingo kwa angalau mara 2 mpaka mara 3 kwa mtu anayekunywa zaidi ya kinywaji kimoja au viwili kwa siku. Athari ya 4, unywaji wa pombe huleta uharibifu kwenye ubongo. Wataalamu wanasema sekunde 30 baada ya kunywa pombe mara ya kwanza, pombe hukimbilia kwenye ubongo na kupunguza michakato ya kikemikali pamoja na njia zinazotumiwa kwa ajili ya kutuma ujumbe, hali inayopelekea mabadiliko ya kihisia, upotevu wa kumbukumbu na kuzuia kazi nyingine za utambuzi wa ubongo. Hii ni pale unapotumia kwa mara ya kwanza, lakini matumizi mabaya ya pombe kwa muda mrefu huingilia muundo wa utendaji kazi wa ubongo wako na kusababisha uharibifu mkubwa sana wa sehemu tofauti za ubongo kama vile neva kuu ya ubongo, hivyo kuathiri njia ya mawasiliano ya mwili. Kama unavyojua, ubongo ndiyo njia kuu inayotumika katika mawasiliano yote ya mwili. Athari ya 5, unywaji mkubwa wa pombe pia hupelekea kuathirika kwa kongosho. Kongosho hutumika kusimamia viwango vya sukari mwilini, na matumizi makubwa ya pombe hupelekea uzalishaji mbovu wa enzymes zinazozalishwa na kongosho kwa ajili ya umeng'enyaji wa chakula. Enzymes hizi zinapozalishwa huenda kujikusanya kuzunguka kongosho na kupelekea uvimbe ambao kitaalamu hujulikana kama pancreatitis. Na uvimbe huo ndio sababu ya saratani ya kongosho, aina ya saratani ambayo husambaa kwa haraka sana. Athari ya 6, pombe pia huharibu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Uhusiano kati ya kunywa pombe na mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula ni mgumu kufahamu, lakini athari zake huonekana wazi baada ya uharibifu kutokea. Na kadri unavyozidi kunywa pombe, ndivyo athari zinavyozidi kuonekana kwenye mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula. Pombe huharibu tabaka la utumbo wako na kuzuia umeng'enyaji wa chakula, na pia hunyonya virutubisho na vitamini vya chakula vyote, hivyo kusababisha upungufu wa lishe mwilini. Si hivyo tu, pia pombe hupelekea kupata vidonda vya tumbo, na hili ni jambo la kawaida sana kumkuta mnywaji wa pombe ana vidonda vya tumbo. Na matatizo mengine ya umeng'enyaji wa chakula yanayosababishwa na unywaji wa pombe kupita kiasi ni pamoja na tumbo kujaa gesi, kuvimba tumbo, homa ya tumbo au kuhara, na kupoteza hamu ya kula. Athari za pombe ni nyingi mno. Athari nyingine hupelekea kuwa na mfumo dhaifu wa kinga, udhaifu wa misuli, mifupa na mengine
mengi. Unashauriwa sana kupunguza au kuepuka kabisa matumizi ya pombe ili kuepukana na athari hizi kubwa kwa mwili na afya yako kwa ujumla. Na kwa wale ambao tayari wamekwisha anza kuhisi athari za matumizi ya pombe, ni vyema kutafuta msaada wa wataalamu wa afya ili kupata ushauri na maelekezo sahihi. Ni muhimu sana kuelewa athari hizi na nyinginezo ili kufanya maamuzi sahihi kuhusu matumizi ya pombe. Mpaka hapa tumefika mwisho wa makala hii. Niwaombe msisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Mpaka wakati mwingine tena.